Naam, karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zaidi. Zaidi ya watahiniwa 3000 kutoka shule 45 za msingi eneo bunge la Emuhaya wamenufaika na mpango wa kusambaza chakula shuleni ambao utakaowawezesha kupokea chakula cha mchana bila ugumu wowote. Ni mpango unaoendeshwa na mbunge wa eneo hilo na unanuia kuwapunguzia wazazi mzigo wa kuwatafutia watoto wao chakula kwa kusudi la kufanikisha na kuyaboresha matokeo ya mtihani wa kitaifa. We have an enrollment of 3,240 enrolled in 45 primary schools in this sub-county. We have distributed to all the schools. 45 schools, we have given them 156 bags of maize and 78 bags of beans. When the children are retained in the school during lunchtime, the teachers are able to do extra work with the children. And what he's doing means he wants the academic standards in Emuhaya to be higher. And we as their teachers, we are thanking him because this is a lot of support he's giving us. He's giving the parents a lot of support, and all the candidates are very happy. Uhaba mkubwa wa chakula ambao unaoshuhudiwa katika kaunti ya Kilifi umeathiri pakubwa shughuli za masomo, kwani wanafunzi wengi wanakosa kufika shuleni kutokana na ukosefu wa chakula na maji nyumbani kwao. Kulingana na afisa mkuu wa mazingira na huduma za maji katika kaunti ya Kilifi, Frederick Kaingo, takriban wakazi 200,000 wanahitaji msaada wa chakula na maji, kwani mito mingi imekauka kutokana na kiangazi. Sasa wanafunzi wengi wanalazimika kutoendelea na masomo yao shuleni na badala yake wanawasaidia wazazi wao kutafuta maji. Mvua ilikata kabisa. Hakuna kilimo kilipatikana kabisa. Na hiyo naishuhudia kweli, kwa sababu hata tukiwa kwa gwaride hapa, wanafunzi wengine wanaanguka ovyo ovyo. Ukiwauliza kwamba amepata chakula, anakuambia hajakula tangu jana. Shule hii kwa sasa kufikia leo toka shule zifunguliwe ina wanafunzi takriban 150 ambao hawajarudi shule. Na sababu kuu ambayo inatolewa ni kwamba kuna upungufu wa chakula majumbani. Hivyo basi wale watoto wameshirikiana na wazazi wao kwenda kutafuta lishe ili waweze kuona kwamba maisha yao yatakuwa afueni. Kwa wakati huu tumefikisha misimu 4. Huu msimu wenye tuko ni msimu wa 4 bila mvua kunyesha. Kwa hivyo mara nyingi watoto huwa wanakuja hapa shule wakiwa wako njaa. Kuna watu wengi, lakini sasa watoto hawaji shule kwa sababu hizo mashida za maji, chakula. Kwa hivyo naomba serikali iweze kutusaidia watoto waweze kupata chakula hapa shule, itakuwa afadhali zaidi. Yani watoto watakuja kwa wingi na waweze kusoma, wapate elimu. Kama umeanza hapa kwetu Kinango, pale Ganze, Kaloleni, Magarini, lakini serikali inafanya kila njia ya kuhakikisha watu wetu wanamudiwa kwa njia yote ile. Tukisalia katika kaunti ya Kilifi, ni kwamba serikali ya kaunti hiyo imezindua miradi 3 ya maji ambayo inayogharimu kima cha shilingi milioni 20 katika sehemu ya Magarini ili kuwasaidia wakazi kupata maji, haswa wakati huu kaunti hiyo imeathiriwa pakubwa na kiangazi. Miradi hiyo ya maji ya Masheni Mbao, Mwangatini, Msufini, Baungo pamoja na sehemu ya Marekebuni huko Bomani italeta afueni kwa zaidi ya wenyeji 6,000. Kwa sasa kiangazi katika eneo la Magarini kimesababisha mifugo kadhaa kuangamia na wenyeji kuhangaika wakitafuta chakula na maji. Gari harakisha. Binadamu na mifugo wote wanategemea maji yanayotembea kwa mabomba, na hivi basi inalazimu ya kwamba ni kumaanisha tayari kwamba
yale maji ambayo yanatembea hayawezi tosheleza wananchi. Kwa hivyo kampuni zinazosimamia maji ikiwemo Malindi Water na Kilifi Water huwa wako na mpangilio wa kuhakikisha kwamba leo kama maji yatapelekwa sehemu za Gongoni, basi kesho maji yale yatapelekwa sehemu za Magarini. Kwa hivyo kuna ule mgao. This water pipeline was tapped from Sabaki, which is around 5 kilometers, and the residents who had never accessed water, piped water, have now accessed piped water. The number of residents who are currently being served by these pipelines is about 7,000 people, about 600 households. And you'll notice that this is a big plus towards making sure that we have access to clean water to our residents in Kilifi County. Nashukuru Mungu kwa ajili ya mradi wa maji leo umetoka huku kwetu, kwa sababu kuna shida nyingi sana toka kitambo. Toka babu zetu hajazaliwa hakuna maji huku, mpaka Galana uenda kupanda mlima huko juu tuke chini upate maji kwa kichwa. Fika nyumbani umechoka, vifua vinauma. Kwingineko, wito umetolewa kwa serikali kuu kutoa chakula cha msaada kwa familia ambazo zinaathiriwa na ukame katika kaunti ya Samburu na kaunti jirani. Kulingana na mwakilishi wa kike katika kaunti hiyo Maison Leshomo, familia nyingi zinaendelea kuhangaika. Serikali kuu itatumia malori ya wanajeshi ili kusambaza maji katika maeneo ambayo yameathiriwa zaidi na kiangazi katika kaunti ya Samburu. Kulingana na kamishna wa kaunti hiyo Abdurazak Jaldesa, kuna utaratibu ambao umetolewa ili kutoa mwongozo wa jinsi maji hayo yatasambazwa hadi shuleni pamoja na vituo vya biashara. Iko zaidi ya watu vijana zaidi ya 1000 na wamegonga ng'ombe kukunywa damu mpaka ng'ombe imeisha damu. Hakika mimi nakwambia ukweli. Jana nilitoa chakula ya shilingi 1250 na nikapeleka hapo. Juu yao watoto wananiambia wanakufa. The situation continues to deteriorate. The county steering group has already made their reports because issues of pasture are quite diminishing, and the areas where communities used to get water from the dams and boreholes are also becoming fewer. By next week, KDF will be able to track some water. We have already given them a schedule. Tukiwa bado kwenye masuala ya kiangazi, mtazamaji, ni kwamba zaidi ya familia 2000 kutoka kaunti ya Turkana zimelazimika kuhamia nchi jirani za Uganda na Ethiopia ili kuepukana na makali ya kiangazi. Maeneo ambayo yameathirika zaidi ni ya Kibish, Kerio, Naipa na Oropoi, ambapo wafugaji wamehama wakitafuta maji na lishe kwa mifugo. Gavana wa kaunti ya Turkana Josephat Nyanoka ametoa wito kwa serikali ya kitaifa kusaidia katika kukabiliana na hali hiyo. Shule nyingi Turkana pia zinashuhudia idadi ndogo ya wanafunzi kutokana na kiangazi. Hatuna chakula katika shule zetu, na nataka kuomba serikali leo uweze kutoa sauti ya kaunti through Professor George Magoa ambaye anatakiwa provide food to our primary schools. Saizi ni wiki ya 7 tunaelekea kufunga shule bila chakula. Hali ya masomo ni ngumu. Kumekauka zaidi na hali ya chakula imekuwa shida, mifugo wameanza kuhamahama. Kama vile kule Uganda tuna zaidi ya mifugo 1150 waliohamia kule kwa sababu ya ukosefu wa maji na nyasi kwa upande huu. Kuna sehemu zingine ambazo ukame imezidi zaidi, kule Turkana North na Kibish ndio mbaya zaidi. Tuna chakula ambayo tulinunua iko lodwa tokea mwisho wa wiki hii. Tunaanza kusafirisha hii chakula tukianzia na Turkana North na Kibish ili tuweze kupatia wale ambao wana njaa. Mtazamaji, lakini huku maelfu ya Wakenya wakiwa hawana chakula kutokana na kiangazi, tunaarifiwa kuwa viazi vyenye thamani ya mamilioni ya pesa vinaendelea kuharibika katika sehemu ya Kinangop kule kaunti ya Nyandarua
kutokana na kukosa soko. Wakulima katika eneo hilo sasa wanaitaka serikali kununua viazi hivyo na kuwasambazia wale ambao wanakabiliwa na njaa maeneo mengine ya nchi. Wakulima hao wamehusisha hali wanayopitia ya kukosa soko la mazao yao na sheria kuhusu viazi ya mwaka 2019 ambayo wanasema imewahujumu wafanyabiashara na wasafirishaji wa mazao hayo. Gavana nakumbuka akisema mzuri watafanya ile wanaita value addition kwa viazi. Lakini sasa vile walisema ati kuna processor sijui kuna viwanda wamejenga karibu na sisi. Na sasa mimi huwa nasikia tu ile iko karibu iko engineer. Na hatujawahi kuona mapato yote ama faida yote, sababu sisi hatujawahi ona hata gari imetoka huko kuja kutunulia viazi zetu pande hii, lakini kusikia tunasikia ati watatutengenezea, lakini tangu wakati huo hawajatengeneza kitu. Wakati kama huu wa mavuno tulikuwa hatuko na shida ya kupata wanunuzi, kulikuwa na wanunuzi wengi wa magari, marori, na zimekuwa zikikuja sana sana, lakini kuanzia wakati ambao kulikuwa kumesemekana ya kwamba kuna sheria imesimama ya kwamba viazi zishonwe zile dogo, kukakuwa na shida juu wale wanunuzi hawakuji, juu zenye wanashona dogo hata hao hatuwaoni, na zenye zilikuwa zinashonwa hizo kubwa hata hao hatuwaoni. Kuna shida hii viazi juu vile hii mashida ya viazi ilianzia, hata sisi tuliathirika juu tulikuwa tuna majega manyumba na hizo viazi, lakini saa hii hiyo kazi imesimama. Watoto tulikuwa tunapeleka shule, tulikuwa tunangojea hizo viazi zikuwe ndio tuuze. Alafu saa hii kwa store tuko na viazi, hakuna wanunuzi, tunashindwa hizo viazi tutapeleka wapi? Na wakfu wa Green Africa kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Makueni umehimiza wakazi wa kaunti hiyo kupanda idadi ya miti iliyo sawa na umri wao katika juhudi za kuhimiza uhifadhi wa mazingira na misitu katika sehemu hiyo. Afisa mkuu wa wakfu huo Isaac Kalua anaitaka serikali kutilia mkazo wito huo maarufu kama Plant Your Age ili kuongeza asilimia ya misitu nchini kutoka asilimia 10 hadi 40. Gavana wa Makueni Kivutha Kibwana akiwarai wenyeji kupanda miti ya matunda ya miembe na machungwa inayofanya vyema katika sehemu hiyo. When we talk about this opportunity of Plant Your Age, the opportunity is very clear. Corporate institutions want to do activities that will be able to support the community, activities that are sustainable. In the Plant Your Age campaign, you give 100 shillings, 30 shillings will go directly to the farmer. Another 30 shillings will go to sustainability of each tree. Another 20 shillings will go towards the sustainability of the process. 10 shillings will go to Green Africa Foundation to ensure that the whole thing is done. Even the very, very semi-arid areas, we need to adopt that culture of planting our trees. And that's why I'm very happy that we have our teachers here, we have the religious sector here, we have the people's government here, because those are the avenues where we are going to send this message to the very, very, very grassroots. And it is a message that requires to go to the entire country. Na ni afueni kwa familia ya mtoto wa umri wa miaka 2.5 aliyeripotiwa kutoweka na mjombake katika kijiji cha Kagongo, Kiambaa, kaunti ya Kiambu, baada ya mtoto huyo kupatikana akiwa salama na mshukiwa ndani ya msitu wa kijijini. Kulingana na wakazi, mtoto huyo alipatikana baada ya mshukiwa ambaye alikuwa naye kumwacha akienda kumtafutia chakula baada ya kukaa kwenye msitu kwa siku kadhaa. Kiini cha mjombake kumteka nyara mtoto huyo hakijabainika kwa kuwa alitoweka baada ya kujua kuwa anasakwa. Mungu wajani moyo.
Wakati alikutana na yule mtu tu ambaye tulikuwa tunashuhudia yako na huyu mtoto ambaye ni mjomba wake, wakiwa wanatoka kwa kichaka, na tunaamini alikuwa na pengine anaenda kumtafutia chakula, ndio huyu mama akamuona, na vile tulikuwa tumesambaza hizo picha katika social media, alafu wakati nitumia nikadhibitisha kwamba huyo kweli ni yule mtoto ambao tulikuwa tunamtafuta kwa muda wa wiki moja. Aliweza kushikwa na kuna hatua yote imechukuliwa kwake? Mshukiwa hakushikwa wakati ule kwa sababu aliweza kuponyoka na akapotea. Mtoto tulimpata pande ya Kagodo huko Dendero, Zaidi ya Dendero. Walikuwa na andiko yake anaitwa Albert Kamau. Mwenye tulikuwa tuna suspect ni alikuwa na yeye. Kwa hakika nina furaha kubwa moyoni. Sio jambo la kawaida mtoto kuondoka na kurejea akiwa amani. Kwa hakika tumeuona mkono wa Bwana, na kwa hakika hata nguvu tumepata, na sasa hata tuna furaha kubwa moyoni. Ningemwombea abadilike, na la pili serikali ifanye kazi yake. Akishikwa kwa hakika anaweza fanya jambo kubwa kuliko hilo, kwa hivyo sheria ichukue mkono wake. Bila shaka ni habari njema kwa familia hiyo. Mtazamaji, vyama vidogo vya siasa vimechangia pakubwa katika demokrasia ya vyama vingi vya siasa hapa nchini Kenya. Baadhi ya wanasiasa ambao waliotumia vyama vidogo kutafuta urais ni pamoja na George Anyona, Daktari Chibule Watsuma, miongoni mwa viongozi wengine. Mwanahabari Paul Nabiswa anaangazia vyama hivyo tangu mfumo wa vyama vingi vya siasa hapa nchini. Tupate kionjo tu cha makala ambayo utayapata kwa kina mwendo wa saa 1:30 usiku wa leo kwenye Mirathi ya Siasa. Ngoma ya vyama vingi vya kisiasa ilipopenya Kenya, wapo wanasiasa wa vyama vidogo ambao bado walitaka kuingia Ikulu. Wanajumuisha George Moseti Anyona, Daktari Chibule Watsuma. Mimi nataka upresident ili kuleta sera ya majimbo, na president wa majimbo hana power yote, ana power kidogo tu ya kuhakikisha umoja wa nchi, kuangalia mambo ya foreign affairs, kuangalia mambo ya defense ya nchi, kuangalia mambo ya judiciary, kuangalia mambo ya central bank na pesa hivi. Basi John Harun Mwau wa PIK miongoni mwa wengine. Baadhi walijaribu pia kutafuta nafasi hiyo japo bila mafanikio. Kenya, we are not still independent yet. Okay. I'm going to Kenya and I can't get a job in Kenya. A British comes here, he works. When I'm not, Kenya is not working and they're qualified. Honorable, you are not wrong, but there is somewhere. Thank you. Okay, thank you very much. Muhimu kutaja kuwa vipo baadhi ya vyama vilivyokuwa vidogo vikanawiri na kuingia katika ligi kubwa ya siasa. Si hayo tu, vingine vikubwa viliporomoka na kuwa hafifu. Katika makala ya Mirathi ya Siasa leo tunaangazia nafasi ya vyama vidogo vya siasa nchini Kenya tangu mwaka 1992 hadi wakati huu. Mimi ni Paul Nabiswa. Mtazamaji, basi kufikia hapo tunatamatisha taarifa za Mbiu ya KTN alasiri hii. Naomba tukutane tena mwendo wa saa 1 ambapo tutakuwa na taarifa kuu kwenye KTN leo, lakini kifuatacho kwenye muda usiokuwa mrefu ni kipindi cha michezo cha Zilizala Viwanjani. Endelea kuwa nasi. Asante. This is KTN News.